Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habari za wakati huu. Karibu katika chaneli yetu ya Kilimo ni Pesa. Tunapozungumzia kuhusu kilimo, basi tujue kwamba tunazungumzia pesa. Hii ina maana kwamba tufanye kitu ili tupate pesa, na si tufanye tu ili mradi na sisi tumefanya. Hapana. Kwa hiyo hapa mara nyingi tunazungumzia kilimo cha hali ya chini kabisa, kile ambacho hatutotumia gharama kubwa, kuanzia hatua za mwanzo mpaka zile hatua ambazo zitatufikia wakati wa kupata pesa. Tukizungumzia kuhusu kilimo cha gharama nafuu, haimaanishi kwamba hakutokuwa na gharama. Hapana, bali gharama zake zitakuwa ni za chini kiasi, kwa sababu kazi nyingi tutakuwa tunafanya sisi wenyewe. Kwa mfano, katika eneo hili, kwa mathalan mimi hapa na eneo la ekari moja ambalo imekuja huku, nikaja hapa nikajenga nyumba hapo kama tunavyoona hapo. Nimejenga tu nyumba kiasi, vyumba viwili na ukumbi, haijaisha. Eneo linazungukia huku kwenye hii miti tunaiona huku, linaenda hadi kwenye miti hii mpaka kule kwenye miembe pale ndo mwisho, kwenye mpapai huu mkubwa mwisho, na huku linaenda hadi kwenye hii miembe tunaiona huku. Kwa hili ni eneo tu la eka moja ambalo hapa napanda vitu tofauti tofauti, na najaribu kupanda kwa wakati tofauti tofauti ili iwe ni rahisi hata kuhudumia, kwa sababu ukipanda vitu kwa wakati mmoja na vikiwa vinahitaji huduma aina moja kwa wakati mmoja, itakusumbua kiasi. Kwa hiyo upande kiasi ambacho utaweza kuhudumia, kikisha kuwa vizuri unapanda chengine. Hii itakurahisishia kiasi, haitokuwa ni mzigo kwako. Kwa hiyo hapa tunachokifanya zaidi ni kupunguza zile gharama ambazo mara nyingi utakuwa unaziingia unapoingia katika kilimo. Kwa mfano, kuna gharama za miche, kuna gharama za kuandaa shamba, kuna gharama za kupanda, kuna gharama za kufanya palizi na gharama nyingine ambazo aidha za madawa na vitu vingine. Kwa hiyo tunapofanya kilimo hichi, ikiwa una mtaji mdogo, fanya kile kilimo ambacho kazi nyingi itakuwa unazifanya mwenyewe. Unapokuwa na kipato kidogo, usitake kufanya kitu kikubwa, kitakushinda njiani, utakosa vitu vyote, na hiyo kazi kabisa utaichukia, kwa sababu kufanya kitu kwa uwezo wako. Kwa hiyo katika eneo hili tunaliona hapa hili, mimi nimepanda mipapai 170. Nimepanda mipapai 170, ingawa nilipanda kwa awamu kutokana na mazingira niliyoyakuta hawa shamba. Nikawa nasafisha mwenyewe, nikaandaa miche mwenyewe. Kwa hiyo nilikuwa nikipanda eneo ambalo nimesafisha, napanda miche 30, nasafisha tena napanda miche 30, nasafisha tena napanda miche 30. Kwa hiyo nimeenda hadi nimepanda miche
170. Kwa hiyo miche hii kama Mungu akijalia, Allah akijalia ikizaa, basi unapata kiasi cha pesa ambacho kitakuwezesha kuhudumia ili eneo na kuanzisha kilimo chengine. Kwa sababu kama tunavyojua, kilimo hichi ni miongoni mwa baadhi ya vilimo vile ambavyo huvuni mara moja. Unavuna mara tofauti tofauti. Hii mipapai kama tunavyoiona hapa sasa hivi ina muda wa mwaka, ina muda wa miezi 10. Ina muda wa miezi 10 mpaka sasa hivi, kwa sababu hii niliipanda mwezi wa 8 mwaka 2024. Mpaka leo muda huu ni 2025. Leo ni tarehe 30 mwezi wa 5. Kwa takriban miezi 9 mpaka 10 hivi. Na hapa nimeshavuna awamu kama 3, isipokuwa awamu hizo nilizovuna mapapai yake yalizaliwa kipindi ambacho mbeleni kulikuwa na jua kali sana. Kwa hiyo maua yakawa yanakauka. Nikapambana nayo kumwagilia maji, lakini kama ilinishinda hivi, maua yakawa yanakauka, yanadondoka. Kwa hiyo kukawa kuna gap baina ya yale matunda yaliokuwa yamezaliwa mwanzo na matunda ambayo yamezaliwa sasa hivi, kwa sababu yalizaliwa baada ya mvua kutokea. Kwa kile kipindi ambacho jua lilikuwa linapiga sana, haikupata kuzaa. Kwa hiyo imebidi nimevuna yale mapapai ya kile kipindi cha mwanzo yalozaliwa. Kwa hiyo yale nimeyavuna yote. Kwa hiyo sasa hivi kuna yale yalozaliwa kipindi baada ya kile kiangazi kupita, yamezaliwa tena hayo kuanzia mwezi wa 4 mwaka huu 2025. Kwa hiyo ndo sasa hivi yamefikia kiasi hichi ndani ya kama mwezi 1.5 tu mpaka 2, kuanzia mvua zilipoanza mwezi wa 3 mwishoni, kama tarehe 20 humu au 15 zilipoanza zile mvua, ndio hii mipapai yakapata uhai tena, ndio ikaanza kutoa maua. Kwa sasa hivi yamefikia kiasi hichi. Yale ya mwanzo nilivuna, yamebaki moja tu. Kama hili tunaliona hapa, hili ni miongoni mwa yale ya awamu ya mwanzo. Kwa hapo nimevuna kiasi. Hili gepu hili lilipatikana kipindi ambacho kulikuwa na jua kali, kwa maua yakawa yanakauka. Baada ya mvua ndo yameanza tena kuzaliwa. Haya, tukiangalia pia na mpapai wapo, utakuta kuna ilo hapo la chini, kuna nao ya juu. Au ya chini yale ya awamu ya mwanzo, ingawa mengine ni shachuma. Tukija kwenye huu, haya ni mapapai yalo tokea kipindi hichi mvua zilipoanza tena. Kwa hiyo nimevuna mapapai yale ya mwanzo
Sasa hivi naendelea na huduma hapa. Nimefanya palizi kiasi, ila majani yameshaanza tena kuota. Ndani ya wiki inayofuata hii nitegemea tena nifanye palizi humu. Kwa hiyo tujitahidi tufanye kilimo, tusichoke hata kwa kipato chetu cha chini. Basi tufanye kilimo kiasi ambacho kitatupelekea kupata kipato at least cha kuendesha maisha yetu. Kwa hiyo kama tunavyoona, tunaendelea tuna kilimo mdogo mdogo. Papai takuja kuzungumzia siku nyingine kilimo hicho, ugumu wake na faida yake ni nini. Ugumu, zile changamoto zinazokabili ili zao na faida zake. Kwa nini tulime kilimo hichi au tulime kilimo chengine, takuja kuzungumzia. Lakini leo kwanza tuishie hapa. Tusisahau kusubscribe hii channel ili kuipa nguvu ya kuendelea kutuma hizi video. Tajitahidi kuanzia sasa hivi iwe tunatuma video kila wiki au video 2. Tajitahidi kuweka na mazao mengine tofauti tofauti, na tutajifunza kuanzia mwanzo namna ya kufanya hivi vilimo ili iweze kutusaidia. Kwa tuendelee kufuatilia hii channel, usisahau kusubscribe na kulike na kucomment katika video tofauti tofauti. Ingawa channel ndio inaanza, kwa hiyo support. Asante.